Katika nchi yetu ya Kenya tumekuwa na shida ya land grabbing. Na leo tumekuja hapa kusema hatutakubali unyanyasaji, hatutakubali impunity. Kuna kiongozi yetu ambaye tulikuwa tunampenda, tukachagua, lakini yeye badala tuchungie mbuzi ameanza kula msuri. Arudishe shamba ya community, na kama amekula pesa ya mwenyewe, yeye atafute njia ya kwenda kurudishia mwenyewe hiyo pesa kama amekula. Kama mshahara yake haitoshi, ile tumemwandikia haenda akule, haache kazi, apatie wanaume wengine. Hatukuwa tunataka kuchambua vitu mingi, lakini kama mtalete hiyo, tutawaambia mtupatie hiyo ingine. Tunashukuru polisi wetu wamekuja kutupatia security hapa. Tumeshatembea mpaka kwa National Land Commission tayari. Tumeshatembea kwa DCI tayari. Tumeshatembea kwa anti-corruption tayari. Tunataka wale viongozi wako saa hii kama mbunge, gavana aingilie kati, kwa sababu wao ndio tulichagua. Tutakuwa na maandamano kila wiki Twala mpaka siku ile title itakuja. Jina ni Daniel Tumia Pasha. Mimi ni mkaaji ya Wolosirkon, mzaliwa, na leo tuko hapa kwa malalamishi ya shamba la Waterpoint imenyakuliwa na kiongozi yetu mmoja Marush. Sisi leo maendeleo hii demonstration ya leo sio vita, ni malalamishi yetu tu ya kusema ya kwamba Honorable Marush arudishe hiyo shamba ya water community. Hiyo ndio malalamishi yetu, na sio hivyo bado tunaendelea mbele na maandamano mpaka siku ile atarudisha hiyo shamba ya Waterpoint. Kwa hivyo tunataka wale viongozi wako saa hii kama mbunge, gavana aingilie kati, kwa sababu wao ndio tulichagua, na tunataka kusema wasinyamaze, kwa sababu sisi raia hatutanyamaza, tutatizidi tu kupiga kelele mpaka shamba ya community irudishwe. Kwa majina naitwa Moses Orikai Mtarakwa, mzaliwa, mkaaji wa eneo hili. Tuko hapa leo kwa sababu ya mambo kadha wa kadha. Na kwanza, tumekuwa na shida ya uongozi mbaya. Sisi ni wale watu ambao tumepata shida ya kutuma mchungaji machungani akachunge mbuzi, yeye anakula kichakani. Wakikuja nyumbani wanakuwa wachache. Sisi tuko na maeneo ambayo yalitengwa na wazazi na vizazi ambazo zilipita kuhusu mambo ya ardhi, kwamba kuna ardhi za umma ambazo zinafaa kuwa za umma. Kwa mfano ile tunazungumzia saa hii, na tuko na map hapa ya jadi ambayo inasema imetoka wapi kuhusu Kiserian Waterpoint ambayo ilitengwa na kamati ilikuwa ya miaka ya 70 kuhusu mambo ya maji. Watu wachache wakiongozwa na kiongozi wetu wakachukua jukumu ya kunyakua na kujiandikia hiyo shamba ikakuwa ni yao. Tunaomba, hatuna fujo na mtu, hatupigi mtu, lakini tunataka kupiga makosa. Tunaomba kwa unyenyekevu, ama hata kwa ile njia nyingine wanataka warudishe mali ya umma. Na si tafadhali, sio tafadhali, na tunajua na ikuwe kwa record. Tuko na minutes, tuko na makaratasi ambaye yanasababisha. Hii map mnaona hapa. Hii map mnaona hapa inaonyesha kamilifu kwamba hiyo Kiserian Waterpoint ilitengwa wakati gani, lini na vitu vyote. Nilikuwa nataka kuongea na mzee yako hapa. Mzee Daniel ako na minutes ambaye nasema vile vile hatukuwa tunataka kuchambua vitu mingi, lakini kama mtalete hiyo tutawaambia mtupatie hiyo ingine. Haya, mimi naitwa Wilson Malichi Njenga, ni mkaaji wa Wolosirkon Sholinge Ward, mkaaji ya Twala. Sisi tunalalamika kwamba kuna kiongozi yetu ambaye tulikuwa tunampenda, tukachagua,
lakini yeye badala tuchungie mbuzi ameanza kula msituni. Sisi tunamwomba kitu mbili. Hii Twala ameikata imekuwa kama mayai, haina public utility, na hiyo public utility yote yeye ndio ameikula. Tunamwambia hii ya Kiserian Water Point hata ikula bila ameikula Twala. Naambia harudishe vitu ya watu. Kama mshahara yake haitoshi, ile tumemwandikia haenda akule, haache kazi, apatie wanaume wengine kwa sababu wako na ni wengi. Asante sana watu wa Olosir Constituency kwa kujitokeza kwa wingi. Kwa majina mimi ni John Sayore. Tumekuja hapa kama vile tulikuwa tumetangaza kwamba tutakuja kupigania haki ya watu wetu. Shamba ya Water Point ambayo imenyakuliwa na wakora ambao ni viongozi, wanajiita viongozi na ni wakora. Tumesema tukuje tupigane na watu wetu, tusaidiane turudishe mali ya wananchi. Katika nchi yetu ya Kenya tumekuwa na shida ya land grabbing. Na leo tumekuja hapa kusema hatutakubali unyanyasaji, hatutakubali impunity. Hawa wezi ambao wanaongoza nchi kama huyu anaitwa Marush ambaye ameshikana na watu ambao wenzake watatu kuiba shamba ya community. Tunashukuru polisi wetu wamekuja kutupatia security hapa. Kuanzia tulipowatangazia last week, leo tuko na wao, tunasema asante sana. Mheshimiwa wetu Ole Mai Mai, asante kwa sababu umesimama na wananchi. Tunataka utokezee ukuje kwa shamba. Tunataka kuona ukuje hapa Twala wewe mwenyewe mheshimiwa. Ole Mai Mai kuja mpaka Twala uongee kuhusu hii shamba. Kwa sababu wewe ndio tunakutambua sasa hivi. Labda gavana wetu na Marush wameshikana huko wakule hii shamba. Lakini wewe mbunge njoo, tunataka kuona wa ground. Kama viongozi wa ground tunasema shamba irudishwe, watu wetu warudishwe title. Tumeshatembea mpaka kwa National Land Commission tayari. Tumeshatembea kwa DCI tayari. Tumeshatembea kwa anti-corruption tayari. Tunasukuma institutions za serikali zifuatilia hii shamba yetu, turudishiwe shamba yetu ipewe wananchi. Ng'ombe wetu wapate njia ya kunywa maji, ng'ombe wetu wapate mahali ya kwenda kukula nyasi. Kwa sababu hatuwezi kubali watu watatu wachukue shamba ambayo wanauza pesa mingi ifaidishe watu watatu na boma tatu. Hiyo ni laana wanatafuta kwa watoto yao. Niambia Marush, wewe umekuwa kiongozi kwa nafasi nzuri. Kwa nini unatafuta laana saa hizi? Kwa nini unataka kuua watoto yako? Kwa nini unataka kwenda na bila nguo? Unajua tukiongea mara 10 mara 20 utaenda bila nguo. Kuna sauti, kuna watu wako na maneno ambao wakitoa wewe unashikwa na wazimu. Kwa hivyo tunakuomba wachana na shamba ya public, rudisha, na tunakuambia tunakupatia kila wiki. Tutakuwa na maandamano kila wiki Twala. Mpaka siku ile yote itakuja. Hatutawacha maandamano. Na lazima tuone Marush must go. Marush must go. Must go. Must go.